Somo ambalo tutajifunza kwa dakika chache kutoka sasa lina kichwa kinachosema haujasahaulika. Mwambie jirani yako, haujasahaulika. Haujasahaulika. Somo linasema haujasahaulika. Jina lako liko kwenye kitabu cha kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujasahaulika. Jina lako liko kwenye kitabu cha kumbukumbu. Ningekuwa ni mimi, nisingejiandikia kwamba haujasahaulika, ningeandika sijasahaulika. Jina langu lipo kwenye kitabu cha kumbukumbu. Tunasoma Biblia kutoka kitabu cha Malaki sura ya 3 na mstari wa 16 hadi 17 pale. Alafu tutasoma tena kitabu cha Esta sura ya 6 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 4 pale, na kadiri Roho atakavyotuongoza. Haujasahaulika. Kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Nitaomba twende moja kwa moja kwenye neno la Kristo. Tumekwisha kumwomba Mungu na niombe sasa hapo media timu mtanisaidia twende pamoja kwenye maandiko hayo. Kitabu cha Malaki, nabii Malaki ni kitabu cha mwisho kabisa kwenye Agano la Kale. Mimi nitasoma kama ilivyoandikwa kwenye Biblia, kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 16 kwa Biblia ya tafsiri ya neno. Biblia inasema, ndipo wale waliomcha Bwana wakasemezana nao. Nitarudia, ndipo wale waliomcha Bwana wakasemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza na akasikia. Akasikiliza na akasikia. Kitabu cha kumbukumbu kikaandikwa mbele yake kuhusu wale ambao walimcha Bwana na kuliheshimu jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiswahili kilichowekwa sawa kinasema kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Esta sura ile ya 6. Biblia inasema, usiku ule mfalme hakupata usingizi, hivyo akaagiza aletewe kitabu cha kumbukumbu za matukio ya utawala wake asomewe. Kitabu hicho kilikutwa na kumbukumbu kwamba Mordekai alikuwa amefichua siri jinsi Bigthana na Teresh waliokuwa maafisa wawili wa mfalme, walinzi wa lango, walivyokuwa wamepanga hila ya kumuua mfalme Ahasuero. Mfalme akauliza, mstari wa 3, je, ni heshima na shukrani gani Mordekai alipokea kwa ajili ya jambo hili? Watumishi wake mfalme wakajibu, hakuna lolote alilofanyiwa. Mwambie jirani yako, hakuna lolote alilofanyiwa. Mfalme akasema, ni nani yuko uani? Ni nani yuko uani? Wakati huo huo Hamani alikuwa ameingia ua wa nje wa nyumba ya mfalme kusema na mfalme kuhusu
kumwangika Mordekai katika mahali pa kuangukia watu alipokuwa amepajenga kwa ajili yake. Watumishi wake wakamjibu, Hamani amesimama uani. Mfalme akaamuru, mleteni ndani. Hamani alipoingia, mfalme alimuuliza, afanyiwe nini mtu ambaye mfalme apenda kumheshimu? Afanyiwe nini mtu ambaye mfalme apenda kumheshimu? Basi Hamani akawaza moyoni mwake, ni nani mwingine ambaye mfalme angemheshimu kuliko mimi? Kwa hiyo akamjibu mfalme, kwa mtu ambaye mfalme apenda kumheshimu, aletewe joo la kifalme ambalo mfalme ameshalivaa, na farasi ambaye mfalme alishampanda, ambaye amevikwa taji ya kifalme kichwani mwake. Kisha joho na farasi vikabidhiwe kwa mmojawapo wa wakuu wa mfalme anayeheshimika sana, nao wamvike mtu yule ambaye mfalme anapenda kumheshimu, na aongozwe akiwa juu ya farasi kupitia barabara za miji, wakitangaza mbele yake, hivi ndivyo anavyofanyiwa mtu ambaye mfalme apenda kumheshimu. Mfalme akamwamuru Hamani, nenda mara moja, chukua joho na farasi, na ufanye kama vile ulivyopendekeza kwa Mordekai Myahudi akaaye langoni mwa mfalme. Usipuuze kufanya kitu chochote ulichoshauri. Unikumbuke Yesu. Kuna watu wanatamani Bwana awakumbuke, na ni maombi yao, lakini ninazo habari njema, haujasahaulika. Bwana asifiwe sana. Haujasahaulika, mtu wa Mungu. Kitabu cha Malaki sura ya 3 tulichosoma, hasa mstari wa 16, kimsingi ukianza kusoma mistari ya nyuma, mstari ile wa 14 na 15, utaona wakati huu wa nabii Malaki kulikuwa kuna watu ambao wametumika na kufanya kazi nyumbani mwa Bwana. Kulikuwa kuna watu ambao wametembea na Mungu. Kulikuwa kuna watu ambao wameziona na kuzithibitisha kazi za Mungu. Na hawa watu, bahati mbaya sana, zile kazi walizoziona, ule utumishi wao walioufanya kwa Mungu, zile kazi njema walizozifanya kwa Mungu, waliona ni kama haziwalipi. Hawaoni faida ya walichokifanya. Ni kama watu waliofanya kazi bure. Kwa hiyo mioyo yao ikawa imekata tamaa, na wao wakaanza kuona kumtumikia Mungu si kitu chochote, ni bure tu. Maana kama Mungu anawatendea wengine, alafu sisi tunamtumikia hatutendei chochote, maana yake kumtumikia Mungu si kitu. Maana yake kutembea katika njia ya Bwana si kitu. Kwa hiyo ndani ya mioyo yao wakawa wanasemezana, na bahati mbaya kule kusemezana kukatoka nje, yakawa ni maneno ambayo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii anakuja anasema, ninyi mmesema ni bure kumtumikia Mungu. Mmesema tumepata faida gani kwa kushika maagizo yake na kwenda kama waombolezaji mbele za Bwana mwenye nguvu zote? Mmeona ni kama ni kitu gani? Sasa watu hawa Bwana akawa amewatazama, na ndipo nabii wa Bwana anaeleza kwamba walipokuwa wakiendelea kusemezana, wale waliomcha Bwana wao kwa wao, na Bwana akawa anasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akawa anasikiliza. Alafu kikaja kitabu cha Kumbukumbu, kikaandikwa mbele yake kuhusu wale ambao walimcha Bwana na kuliheshimu jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaki anaeleza kwamba kuna kitabu cha kumbukumbu kililetwa mbele,
Sasa kwenye Biblia kuna vitabu vingi ambavyo vina rekodi za maisha ya watu, ambavyo Biblia inasema wazi vimeandikwa. Kitabu cha kwanza cha Kumbukumbu ni hiki ambacho Biblia inasema kwa habari ya kitabu cha Kumbukumbu kikaletwa, na waliomcha Bwana habari zao, waliomcha Bwana kazi zao, waliomcha Bwana maisha yao yaliandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni kitabu cha Kumbukumbu. Kuna vitabu vingi. Kuna kitabu cha uzima kipo kwenye Ufunuo 20:12. Biblia inaeleza kwa habari ya uwepo wa kitabu cha uzima. Bwana asifiwe sana. Na kwenye hicho kitabu cha uzima ni majina yetu yanakuwepo pale. Ndio maana Yesu kuna muda aliwaambia wanafunzi, msifurahi kwa sababu pepo wanafanya nini? Wanawatii, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Your records, your names ziko recorded kwenye kitabu cha uzima. Lakini kuna kitabu cha Mungu ambacho Daudi anakisema kwenye Zaburi ya 56, ambacho kwenye hicho kitabu Daudi anaeleza kwamba Mungu anakumbuka machozi yetu, vilio vyetu, maombolezo yetu zimekuwa recorded kwenye kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kuna kitabu cha hukumu kipo, majina yetu yapo yameandikwa kwenye kitabu cha hukumu. Utasoma Daniel 7:10. Sasa vitabu hivi vyote, watu wa Mungu, vinapitia michakato mitatu. Mchakato wa kwanza ni rekodi zako kuandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mchakato wa pili ni vitabu kufunguliwa ili yaliyoandikwa yawekwe wazi. Alafu jambo la tatu ni yale yaliyoandikwa kwenye kitabu yatokee kwenye maisha yako, sawa sawa na ulivyoandika rekodi yako au ulivyoandikwa rekodi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikwambie jambo moja la muhimu sana. Tunapozungumza ujumbe huu hujasahaulika na Bwana, kuna namna ambavyo kazi zako, maisha yako, utii wako, uchaji wako kwa Mungu, Mungu hachukulii ni bure. It is a record. Bwana anaweka, Bwana anaiheshimu, Bwana anathamini, Bwana anathamini maisha yako, Bwana anathamini utumishi wako. Ikiwa tu unatembea katika uchaji, haujasahaulika kwa ajili ya wakati wa Mungu wa vitabu kufunuliwa, alafu na ile reward ya Mungu kuja kwenye maisha yako. Sasa unaweza nikupe picha hii. Tunapoishi hapa duniani, maisha tunayoishi, matendo yetu tunayoyafanya na kuenenda tunavyoenenda, kuna rekodi zinaandikwa mbinguni. Haleluya. Na Mungu anaheshimu. Lakini sasa habari moja ngumu sana ni kwamba kuna rekodi pia zinaandikwa kwenye maisha ya watu wengine, ndani ya mioyo ya watu wengine, kutokana na kiasi gani umewagusa, au kiasi gani umewatendea mema, au kiasi gani umewafanyia. Sasa hapa ina depend, umewafanyia mema au umewafanyia mabaya. Wewe jua tu haujasahaulika. Bwana asifiwe sana. Na hata leo nakwambia haujasahaulika. Iwe ni kwa mema, haujasahaulika. Isipokuwa ukitubu tu, dhambi zako zinatengwa na wewe kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Hausahauliki, ila unatengwa mbali na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila sasa bahati mbaya sana, kwenye mioyo ya watu unaweza usisahaulike kwa sababu ni records umeziweka. Hata kama watu wamekusamehe, lakini watakuwa wanakuangalia kwa makini. Si unanielewa? Wamekusamehe, hawana shida na wewe, wanakuangalia kwa nini? Kwa makini, kwa sababu maisha unayoishi kuna record, kuna kumbukumbu, kuna kitabu usichokiona unakiandika. Kuna vitu unaviandika kwenye mioyo ya watu, kuna vitu unaviandika kwenye moyo wa Mungu.
Lakini habari yangu mchana wa leo ambao nimekuja kukutia moyo ni kwamba Bwana hajakusahau kwa habari ya kazi njema ambayo umekuwa ukifanya mbele zake, kwa habari ya vyote ambavyo umekuwa ukifanya kwa uaminifu mbele zake. Haujasahaulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Malaki anaeleza kwamba kuna kitabu kimeandikwa, kuna kumbukumbu zimeletwa, zimeandikwa mbele. Lakini tunaposoma kitabu cha Esta, kitabu hiki kinaeleza habari ya huyu ndugu aliyeitwa Mordekai, mjomba wake na Esta, aliyemlea Esta na kukaa naye na akasababisha hadi wakati aende kwa mfalme. Lakini huyu ndugu alikuwa anakaa malangoni kwa mfalme, alikuwa ni mlinzi, anakaa pale, na kiukweli ni kazi ambayo heshima yake haikuwepo sana, alikuwa hajaheshimiwa sana. Lakini katika kazi yake hiyo, kuna siku moja alifanya jambo jema ambalo lilitunza maisha ya mfalme Ahasuero. Jambo moja lililosababisha uhai wa mfalme ukawa upo, mfalme akaendelea kuwepo, na lile jambo alilifanya, yamkini wala hakujua rewards ambayo angeifanya au matokeo ya kile ambacho kitatokea baada ya kufanya lile jambo, au alijua ila halikufanyika. Kwa sababu kuna watu wengi wanafanya vitu wakijua kuna kitu kitakuja kwenye maisha yangu baada ya kufanya hiki. Kuna watu wanafanya mema wanajua watavuna. Kuna watu wanafanya kazi na utumishi kwa Bwana wanajua kuna saa ya kuvuna itakuja. Lakini baada ya kuona kwamba kuna saa inakuja ya kuvuna, hiyo saa haiji kama ambavyo wanatarajia, na wanajiona ni kama wamesahaulika. Wanakuwa kama hawa watu waliokuwa wanalalamika, wameona kumtumikia Mungu ni bure, wameona kufanya kazi ya Mungu ni bure. Kwa hiyo wanajiona kama wao wamesahaulika. Kwa hiyo Mordekai baada ya kazi yake alirudi kuendelea kukaa kwenye malango ya mfalme akiendelea na kazi yake, isipokuwa kuna jema alilitenda kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisaidie kumwambia jirani yako, haujasahaulika. Hili neno Bwana amekuwa akisema na mimi huu mwezi wote kwamba Mungu haja kusahau, na mimi nimekuja kuliambia kanisa na wewe uliyeko hapa, Mungu haja kusahau, na Bwana ana mpango mzuri na wewe. Ana lengo kubwa kuliko unavyojiona wewe leo. Sijui ni mahali gani umekaa. As long as umekaa mahali pa utumishi wako, Bwana atakuja na kukutokea saa usiodhani, kwa sababu hajakusahau. Biblia inasema sura ya 6, usiku mmoja, usiku wa kukumbukwa kwa Mordekai, alikosa usingizi mfalme Ahasuero. Alikosa usingizi, usingizi ukamwisha. Usingizi ulipomwisha, akaita nini? Kitabu cha kumbukumbu za mambo ambayo yametokea kwa mfalme. Kikaitwa kitabu cha kumbukumbu. Kwenye Malaki tunaona kitabu kinaandika kumbukumbu, lakini katika kitabu cha Esta tunaona saa ya mtu wa Mungu kukumbukwa, kinaitwa kitabu cha kumbukumbu. Na mfalme anaanza kupitia usiku ule kitabu cha kumbukumbu. Mimi najua katika kile kitabu kulikuwa kumeandikwa habari nyingi.
katika kile kitabu kulikuwa kuna stori nyingi zimeandikwa, lakini habari ni njema kwamba katika kile kitabu ilikuwa si kwa ajili ya habari za watu wengine, ilikuwa ni kwa ajili ya habari ya mtu mmoja aliyekumbukwa na Bwana. Na mimi ninamuona mtu mmoja ambaye amekumbukwa na Bwana siku ya leo, kwamba saa yake ya Bwana kumtokea imefika mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mfalme anapoteza usingizi kwa sababu tu kuna mtu amekumbukwa na Bwana. Oh my God. Ukisoma Biblia utakutana na habari za kijana mmoja mtulivu sana aliyeitwa Yusufu. Alipokuwa kwenye gereza, mtu mwenye ndoto na mwenye maono akawa amekaa gerezani. Akiwa gerezani, kuna watu wawili wakaota ndoto, na akawatafsiria ndoto kwamba mmoja atarudishwa kwa mfalme na kufanya kazi kwa mfalme, alafu huyu mwingine atakufa. Biblia inasema yule aliyemtabilia ataenda kwa mfalme, wakati ulipofika akawa anarudishwa kwa mfalme. Lakini Yusufu, huyu mtoto wa Mungu, akiwa kwenye gereza, akamwambia, utakapofika huko unikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofika kwa mfalme unikumbuke. Lakini habari mbaya ni kwamba yule jamaa alifika kwa mfalme, akawa mnyweshaji wa mfalme, akakaa kwa mfalme, lakini alimsahau Yusufu, akamsahau kabisa, akabaki gerezani. Habari njema ni kwamba wanadamu wanaweza wakawa wamekusahau, lakini yupo Mungu ambaye hajakusahau na haujasaulika na Bwana. Mimi sijui kuna nani ulimtoa kimaisha, sijui kuna nani ulimsaidia na uliexpect kwamba utakapotoka mwanangu unikumbuke, lakini amechochora njia, hakukumbuki na umebaki pale pale. Ninayo habari njema kwa Bwana. Watu wanawasahau watu, lakini Mungu hajawahi kumsahau mtu. Na mchana wa leo haujasaulika, kwa sababu Bwana anakutazama katika jina la Yesu. There is a moment, kitabu kinaenda kuitwa, kinakaa kwa ajili yako wewe mwenyewe. Oh my God, my God, my God. Na usikiliza hii kitu. Sijui kwa nini huyu Mungu anapowatokea watu wake waga anasababisha chaos kwa wakuu. Wewe uliotegemea wakutoe kimaisha ni wanyweshaji hawa, watu wadogo wadogo, lakini saa yako ambayo Bwana amekukumbuka anawashtua wakuu. Anawashtua wakuu. Mfalme siku moja akaota ndoto na haielewi, akakosa usingizi. Hakuna kitu, usingizi umemtoka usiku. Anatafuta tafsiri ya ile ndoto. Sitaki kwenda sana mbele huko. Anatafuta, hakuna anayejibu. Yule dogo yule ametabiriwa, ameambiwa kabisa na Yusufu kwamba wewe utaenda, na ameenda. Lakini mfalme tafsiri ile ile ya ndoto ambayo alimtafsiria yeye, hiyo ndoto, mfalme huyo ameota ndoto, jamaa anasubiri hadi waganga wa kienyeji waje, ila akamsahau Yusufu. Oh my God, ninakutamkia katika jina la Yesu, haujasahaulika wewe. Haujasahaulika. Jamaa hadi waganga wanakuja, wanahangaika, bado kamsahau Yusufu. Wanateseka, bado Yusufu kasaulika. Lakini alipotangaza kwamba ninyi wote msipotafsiri ndoto, kuanzia wewe na mwingine wote ninakata vichwa wote, ndio jamaa nakumbuka kuna mtu kuna mtu aliambia, kuna mtu alisema mambo yangu ikawa hivi, ikatokea hivi, na hivi nimekuja. Na mwingine ikawa hivi, ikatokea hivi, na hiyo nimekuja. Bwana akasema, nenda kamlete huyo mtu kule aliko, aliyekuwa ametoka kutoka kwenye pit, shimoni. Bwana akampeleka kwa Potifa. Bwana akampeleka prison. Bwana anamtoa
prison anamfanya kuwa prime minister, kwa sababu saa yake ya kukumbukwa imefika. Haujasahaulika na Bwana. It doesn't matter unapita mapito kiasi gani, haijalishi hauheshimiwi kiasi gani, haijalishi unadharaurika kiasi gani. Na mimi sio kwamba naifagilia dharau, dharau ni mbaya, lakini haijalishi unadharaulika kiasi gani, ninajua saa yako ya kukumbukwa kwako ikifika. Watakaokosa usingizi sio hao wanaokudharau, lakini ni wale wakuu, kwa ajili ya heshima ya jina lako na jina la Bwana aliye hai. Haujasaulika. Bwana anakutazama na anakuona. Mfalme Ahasuero anakosa usingizi, anasema niletee kitabu. The first time it was record, second time ni vitabu vinafunuliwa. Na kitabu kinapofunuliwa sasa, wanakuta kuna kijana, kuna mtu yuko mlinzi malangoni, anakaa pale, aliokoa maisha ya mfalme. Mfalme anaangalia ile rekodi, inamshtua. Of course kulikuwa na rekodi nyingi za matumizi ya chai, labda vitumbua, si unajua ikulu kule. Yani don't assume kwamba kile kitabu kilikuwa tu ni cha tukio moja. Kulikuwa na matukio mengi, lakini kuna moja na mimi nakutamkia katika jina la Yesu, jambo lako wewe lazima lisimamishe vitu vingine. Mbingu ziwe attention kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Mfalme anakuta habari za Mordekai, anasema huyu mtu alifanyiwa nini Mordekai? Of course swali la kwanza alisema alifanyiwa nini Mordekai? Alimtambua Mordekai, akasema hakuna kitu alifanyiwa. Akasema okay, ni nani mkuu kiongozi? Haman alikuwa ni mmoja ya viongozi wakuu. Ni nani yuko around hapa? Akaja Haman. Mfalme hamuulizi Haman kwamba unataka, kuna habari ya Mordekai hapa, alinifanyia jema, unataka tumfanyie nini Mordekai? Amani anafika pale, anaulizwa sasa, kuna mtu alifanya jema kwa ajili ya mfalme. Je, mtu huyo afanyiwe nini? Kwa sababu mfalme anataka kumpa heshima. Amani anasema kama kuna mtu ambaye anastahili heshima ya mfalme ni mimi. Hivi unaona siri hapa? Kwa nini mfalme alimficha Hamani habari ya jina la Mordekai? Kwa sababu alijua, na sijui ni roho Mungu alimfunulia, lakini mimi najua ni Mungu alikuwa kazini pale. Ni Mungu alikuwa anaorkestra mambo katika ulimwengu wa roho chini kwa chini. Maana angemwambia Mordekai, na kuhakikishia kile kitanzi kilikuwa kinamfuata Mordekai saa ile ile. Anaulizwa swali la mtego, alafu anaingia line, anasema sikiliza, mtu ambaye mfalme anataka kumheshimu kwanza avae vazi alilovaa mfalme. Wow. Namba 2, apande farasi ambaye mfalme amewahi kumpanda. Namba 3, apelekwe atembezwe mjini. Alafu yule mfanyakazi wa mfalme, yule mkuu ambaye sauti yake watu wanaweza wakaisikia, ndio iwe sauti inayosema huyu mtu ameheshimiwa na mfalme. Akayasema hayo yote, ndipo mfalme anamwambia sasa nenda ukayatende kwa Mordekai. Saa ya kukumbuka kwako inapofika na vitabu vinapokuwa vimefunguliwa kwa ajili ya kukumbukwa kwako, wale waliosimama kama watesi na adui zako ndio watakao tengeneza mkakati na strategic za kupewa heshima wewe katika jina la Yesu. Na haya mambo ndivyo yanatokeaga katika ulimwengu wa roho, na ndivyo yalivyo hata mchana wa leo. Mimi sijui kama wewe umewahi kukaa na watesi, au umewahi kukutana na watesi, au umewahi kukutana na watu wanaokuwazia mabaya, au umewahi kukaa na watu wabaya. Lakini ni habari njema ninazo. Siku za ubaya ni nzuri kwa siku hizo hizo, lakini siku za mema zinapokujilia, wabaya huwa wanatumika kama ngazi ya kupandishwa wale ambao Bwana amekusudia kuwaheshimu katika jina la Yesu. Ninakutamkia
saa ya kukumbukwa kwako imefika mchana wa leo. Vitabu vifunuliwe na ukumbukwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Haman anawaza kuua, anawaza kuuawa, anawaza kuharibu, lakini kuna mtu Mungu anamwazia mema. Kimsingi Haman hapa anasimama kama shetani, ingawa alikuwa ni Haman kwa sababu kazi zake ni za shetani. Mission ya shetani ni moja, mwizi aje ili achinje, auwe na kuharibu, si ndio? Kwa hiyo yote mwenye hizo shughuli za kuchinja, kuua na kuharibu, that is devil. Mtu akikwambia mission statement ya devil is to kill, destroy, that is. Lakini Bwana anawawazia mema watu wa Bwana. Leo hii Bwana akukumbuke, na ninakutia moyo, haja kusahau, haja kusahau, haja kusahau. Inachukua nini usisauliwe na Bwana? Moja, tenda mema kila siku, ishi maisha ya uchaji kwa Mungu. Namba 2, tenda mema kila siku, ishi uchaji kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu be faithful to God, kuwa mwaminifu kwa Mungu kwa kazi aliyokupa. Haya mambo matatu yanafanya rekodi yako iwe njema, inayovutia mbele za Bwana. Haleluya. Kuna mahali Biblia inasema, nadhani ni Mathayo sura 25 kule, anaongea kwa habari ya watu waliowatembelea maskini, waliowaona wajane, waliowahurumia wenye mahitaji. Watafika kule mbinguni, alafu Bwana atasema, wanangu, mlinitendea mema, mlinifanyia mema. It is a record. Hiyo ni rekodi, watu wa Mungu. Halo, mwambie mwenzio unaweka rekodi kwa Bwana. Alafu watasema, mzee Mpunie hapa anaenda anamuuliza Yesu, sasa mimi ndio kama Jesus au sio? Anasema, Yesu, ni lini tulifanya hayo yote uliofanya? Namwambia, mzee, kadiri ulivyowatendea wale, ulinitendea mimi. Unasema, ni lini tuliyafanya hayo? Kadiri ulivyomuinua mnyonge yule, ulinitendea mimi. Rekodi inakuwa imeandikwa, na hiyo rekodi, mtu wa Mungu, inasubiri saa ya vitabu kufunuliwa, alafu yote mema yaliyoandikwa yatakujia kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. It is a record. Ni kumbukumbu unaweka, ni maisha unaandika. Alafu habari njema ni kwamba kumbukumbu ya mema huwa haiwi kwako tu, huwa inaenda kwenye generation yako. Soma kitabu cha Samueli wa pili, kama sijakosea, sura ya 9. Kijana mmoja aliitwa Mephibosheth, mjukuu wa mfalme Sauli, mtoto wa Jonathan, ambaye alikuwa ni swaiba wa Daudi. Huyu alikuwa anazisoma plani zote za Daudi kuuawa, anaenda anamtaarifu kwamba, Bwana, jifiche. Moyo wake uliambatana na mfalme Daudi. Siku moja Daudi amekaa anasema, hakuna mtu yeyote aliyesalia kwenye nyumba ya huyu mfalme ili nimtendee mema kwa ajili ya baba yake. Tatizo lako unachosubiri uyaone matokeo ya hapa na kesho. There are things ambazo Bwana anazitengeneza kwa ajili ya generation na generation. Kwa sababu tu Mungu amekupa uzao, uzao wako unaanza kutengenezwa hapa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Anamwambia nimtendee mema kwa ajili ya Jonathan. Ndipo anakumbukwa Mephibosheth akiwa ametupwa kwenye nchi iliyoitwa Lodiba. Lodiba ilikuwa inamaanisha ni nchi iliyojaa ukame, ni nchi ambayo haina tumaini. Kumbuka mtu wa Mungu, nikwambie kitu kimoja. Huyu alikuwa yuko kwenye, tunaita nini, royal family, sio? Alikuwa kwenye familia ya kifalme. Kwa hiyo ufalme ulikuwa ni haki yake. Sawa sawa, huyu mjukuu huyu. Na hata Jonathan baba yake, ufalme ulikuwa ni haki yake. Lakini kwa kuwa aliyajua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya Israeli, akaacha Daudi akae kwenye kiti na akamfanyia mema mengi Daudi. Lakini amekufa, Jonathan hayupo, ila uzao wake upo.
Nakwambia katika jina la Yesu, kila jema unalolifanya, uzao wako hautataabika wala hautahangaika, kwa sababu Bwana hawezi kukusahau. Mwanamke anaweza akasahau mtoto aliyemzaa. Isaya anasema, lakini mimi Mungu siwezi kukusahau. Haujasahaulika, unakumbukwa. Kwa endelea kutenda mema kwa Bwana, endelea kutumika kwa Bwana, alafu kuwa mwaminifu, kwa sababu kipimo cha Mungu cha kureward maisha ya mtu, yani kama ile tunasema SI unit ya reward kwa maisha ya mtu, it is a faithfulness. Ukisoma maandiko utaona zile wale wenye talanta, kitabu cha Mathayo, Bwana kila mtu aliyekuwa anamwambia good nini, faithful servant, mtumwa mwema na nini, good and faithful servant. Alitambulika kama mtumwa mwema na mwaminifu, ndipo mema yakaja kwake. Kinachokukosti sana mwanangu ni kutokuwa mwaminifu kwenye kila kazi ambayo unapewa, kwa sababu uaminifu nini? Ni kufanya kile ulichoagizwa, iwe na Mungu au na mkubwa wako, bila kuongoza wala kupunguza neno lolote. Usijifanye una maoni. Be faithful. Bwana asifiwe sana. Yes, use your skills, use whatever, but uko pale kwenye kila ulichoelekezwa ukifanye sawa sawa, bila kupunguza neno lolote. Haleluya, haleluya. Sikiliza mtu wa Mungu, jambo la mwisho ni uchaji, kuendelea kumcha Bwana. Ndani ni Zaburi 34 inasema, wamchao Bwana hawatapungukiwa na kitu chochote chema, wale wamchao Bwana. It is a record, na mema yanakujia katika jina la Yesu. Haujasahaulika, haujasahaulika. Kwa sababu gani? Ukiishi haya unawekeza wema, unaweka wema, na wema unakuwa fungu lako, na baraka za Mungu zinakuwa juu yako, na kitabu kile kitakuja kureward the records ambazo umeweka. Ni input ambayo inakupa product, inakupa zao ya ulichokiweka. Haleluya, haleluya. From the rising of the sun, goes out, to the setting of the same, your name has to be hallowed. Adonai. From the rise of the sun to the set of the same, your name Adonai. Adonai. Last, ninapomalizia, when the book is opened, kitabu kinapofunuliwa, namba 1, uaminifu wako uliofanya sirini unatoka hadharani. Mema yako ulioyafanya sirini yanakufanya uwe hadharani. Chochote ulichokifanya chini, Bwana anakiweka wazi, sio kwa ajili ya kukuaibisha au kwa ajili ya kukuonesha au kwa ajili ya kukujulisha, lakini ni kwa ajili ya kukuheshimisha, kwa sababu heshima ya mtu haipo katika nafasi. Heshima ya mtu haipo katika cheo au kwenye jina. Heshima ya mtu inatambulika kwa kazi ambazo amezifanya na kuziishi. Kwa zile kazi njema ulizozifanya
yale maisha ulioyaishi, ule uaminifu ulioufanya, vitabu vinapofunguliwa vinakufanya uwe wazi. Na let me tell you, utakapokuwa umefunuliwa, utakapokuwa umeinuka, ndipo Isaya 60 inapofanya kazi. Unaanza kuangaza, arise and shine for the glory of God has come. Unainuka, unaangaza, alafu mataifa na watu wanakuja kwa sababu ya kuinuka kwako, yanakuja kwa sababu ya heshima yako, kwa sababu Bwana amekuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. When the book are opened, vitabu vinapokuwa vimefunuliwa, namba 2, Bwana anabadilisha nafasi yako. Unatoka mahali pa aibu, unapelekwa mahali pa heshima. Toka mahali palipodharaulika, unapelekwa mahali ambapo pana maana. Ni kweli Mordekai, baada ya yale yote, baada ya heshima yote ile ya mfalme, kesho alirudi kukaa getini, lakini hakubakia na heshima ile ile kama aliyokuwa nayo mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale tunajifunza humility ya hali ya juu sana. Baada ya heshima ile aliyofanyiwa, alirudi kukaa pale. Lakini I'm telling you, kilichokuwa kimefanyika kwake sivyo alivyokuwa. Katika jina la Yesu, ukikumbukwa na Bwana kwa sababu hajakusahau, you will never be the same in the name of Jesus. Hautakuwa yule ambaye watu wanakujua. Haleluya. Namba 3 na mwisho, alafu tunaenda kuomba. Vitabu vinapofunuliwa, maadui zako wanatumika kama ngazi ya kupanda kwenda hatua nyingine. Amani anataka kuua, lakini Amani ndio anachora mchoro wa baraka ya Mordekai. Kila adui anachokikusudia kwa ubaya ndiyo njia ambayo Mungu anakupandisha. Sikiliza, maadui wa Yusufu walijua wanamuua, walijua wanamwangamiza, lakini ndio walikuwa wanamtengenezea njia ya kwenda ikulu. Na kwa sababu tu Mungu alikuwa hajamsahau, Bwana alikuwa pamoja naye, Bwana alikuwa naye mpaka mwisho. Unaposimama kwa miguu yako mchana wa leo, ninataka kukutia moyo kwamba Bwana hajakusahau katika jina la Yesu. Bwana hajasahau maisha yako katika jina la Yesu. Praise team, naomba tuje hapa. Hajasahau. Wewe endelea tu kufanya mema. Endelea kuishi maisha ya utakatifu na uchaji. Endelea kuwa mwaminifu. Bwana hajasahau wala hata kusahau. Ninasikia niseme hiki. Nimesema tusimame. Yes, tusimame. Yes Lord. Mungu hajawahi kumsahau mtu yeyote. Kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 8, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Remember, ni Mungu ndiye aliyemwambia Nuhu achonge safina. Miaka 100 anachonga na kuhubiri watu waokoke. Hakuna aliyeingia kwenye safina isipokuwa familia yake. Lakini baadaye Mungu huyu ndio analeta ile mvua. Analeta mvua, inanyesha kubwa na uharibifu juu ya nchi unatokea. Lakini mvua ilipotulia, bado maji yakawa yametulia pale. Nuhu hawajatoka bado, kwa sababu bado kuna maji. Sasa sikiliza kitu cha ajabu. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Nuhu, alafu ndipo maji yakaanza kukauka. Siku hizi zote Nuhu angepiga kelele, mbona huyu Mungu ni mimi ndio nimemfanyia hizi kazi? Mbona ni yeye mwenyewe aliyeniambia? Kuna watu wengi wamefikia mahali pa kuchoka, mahali pa kukata tamaa. Wanasema kama ni kumtumikia Mungu, mbona ninamtumikia? Na mara nyingine tunapima hadi uaminifu, tunasema mbona nimekuwa mwaminifu? Nasema Mungu, lini utaonekana? Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Ni the same Mungu. Wakati Rachel mke wa Yakobo hana watoto, Bwana akamkumbuka. Ni Mungu huyo huyo alimkumbuka Hana. Ni Mungu huyo huyo
anakumbuka na kuona machozi yako leo. Hezekia alipoumwa akalia, akasema, akamkumbusha Mungu. Kumbuka kazi. Mambo mengi hapo kwenye uelewa wetu tu, kwamba kumbe kuna vitu Mungu anatakiwa akumbuke. Sio kwamba Mungu amesahau. Kwa uwezo wake na nguvu zake hasahau kitu, ila tunasema leo hii Bwana akukumbuke, maana hajakusahau. Haleluya. Funika macho yako sasa. Ramakia na masopele ori bashaki tamana. Nasikia kuitwa. Tuimbe. Safishe kwa damu yako. Sing again. Nimesogea chini pako Bwana Yesu. Nimesogea chini pako Yesu. Chini pako unisafi, unisafi kwa damu yako. Tukiwa katika hali hii ya maombi, uko hapa una pito ambalo unapitia na unaishi kama labda Mungu amenisahau, na kuna muda ulisema no, it cannot be God, hawezi kuwa Mungu. Mbona huu kimya ni mkubwa? Mbona huku kungoja ni kwingi? Mbona haya mambo yatokee kwenye eneo lolote? Be it promotion, kutoka mahali ulipokwenda, pengine kuna mahali unaona kabisa no, Mungu anaweza kama ameniacha, Mungu anaweza kama amenisahau, na unatamani tuombe na wewe ili mbingu na vitabu vifunuliwe kwa ajili yako, kwa sababu leo the books are going to be opened. Vitabu vinaenda kufunuliwa kwa ajili yako. Kama upo hapa, njoo mbele tuombe wakati tunaimba wimbo. Na the good thing, kama kuna mtu wa namna hiyo, ni yeye anajua na anataka Bwana. Oh, unisafi, ni safi kwa damu yako. The books are going to be open tonight. Oh, nimesogea Yesu, nimesogea mjini pako Yesu. Mungu hajakusahau. Achana na maneno na story. Mungu hajakusahau.
Shakaramalibosia na makanina woropokoposamanaya. Tuweke mikono juu yao. Ita jina la Bwana, ita jina la Bwana. Inua sauti yako, ita jina la Bwana. Mbariki, mtamkie neno la kwamba Bwana afungue vitabu vilivyokaa vimefutwa. Na kuna wengine your files ni kama zimetupiliwa mbali, wengine your CVs zimetupiliwa mbali. Umekuwa una apply tenda na kuapply tenda, unaishi kama unasahaulika. Kwa jina la Yesu vitabu vinaenda kukumbukwa kwa jina la Yesu. Ikiwa wakuu walikosa usingizi kwa ajili ya mtu mmoja, huyo mtu ni wewe katika jina la Yesu. Ikiwa mbingu zinashindwa kunyamaza kwa ajili ya mtu mmoja, mchana wa leo ni wewe katika jina la Yesu. Rakitaparototoposata rekepeta masaka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Shata mareketene na maya shakapata sopata karatata. Kanisa, inua mikono yako juu na kuombea maombi haya, na kuombea maombi haya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo hatua unayoiendea, ninasikia kuna watu wanasema amebaki mtu mmoja tu kusaini ili jambo fulani litokee. Amebaki mtu mmoja tu kusaini. Unaitafuta, sikiliza, unaitafuta saini moja, miaka inaenda, unasema amebaki mtu mmoja kwa authorized, hajawahi authorized. Amebaki mtu mmoja katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaenda kuamrisha katika ulimwengu wa roho hiyo rekodi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ikiwa ilimchukua ufalme kukosa usingizi kwa ajili ya mtu mmoja, huyo aliyebaki kwa ajili yako katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Shete parapakatatana. Oh yes Lord, oh yes Lord, oh yes Lord. Tenda Bwana. Hajasaulika huyu, hajasaulika huyu, hajasaulika huyu, hajasaulika huyu, hajasaulika huyu, hajasaulika huyu. Oh yes. Shetetetetete, sheketetetete, sheketete baraposata, shekepeta barototo, shepele makatanama, shepele makata, resopotakata, rekepatapa, sheketetala, rakopatapasata, resheketa, rakatapalos, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, mkumbushe Bwana. Endelea kumwambia Bwana juu ya hali yako. Mwambie Bwana juu ya hali yako. Mwambie Bwana juu ya hali yako. Mwambie Bwana juu ya hali yako. Hiyo kazi, hiyo kazi, huo uchumi, hiyo biashara, hiyo kazi ikainuke. Uende hatua za Bwana, upige hatua za Bwana, upige viwango vya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Oh, shibarabashaketamalabana shetemerebakatata raposhokotonamayatala raseketenenanayandos seketalabatonanama katika jina la Yesu Kristo. Bwana akutendee katika uwezo wa jina lake. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, wewe uliyenijua tangu misingi ya dunia, ninao ujasiri moyoni kwamba hujanisahau, hujanisahau, hujanisahau. Unanijua na unajua cha kufanya kwangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ikiwa kuna chochote au yeyote amesimama popote kwa ajili ya kuzuia kiwango changu kingine, wewe ambaye hujanisahau, unikumbuke leo katika jina la Yesu.
Baba, nakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu, ni Mungu ambaye ni mtunza maagano. Unakumbuka agano na unafanya. Ninaombea watoto wako Yesu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa. Wengine wanasema milango ya ndoa imefunga. Katika jina la Yesu vinafunguka. Watoto wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Hujasahau, haujasahau, haujasahau katika jina la Yesu. Haujasahau uaminifu wao, haujasahau kazi zao, haujasahau kujitoa kwao. Ninaomba Bwana kwenye madhabahu hii, kama mtoto wako Yesu, fungua katika jina la Yesu yaliyofungwa na giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na Bwana, utukufu ukawe kwenye kiti chako cha enzi sasa na milele yote. Sema amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Nenda ukakae. Maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa, maana Bwana amekutendea katika jina la Yesu. Amen.